sababu kwa watu ambao tunaongelesha ndugu zetu, dada zetu, marafiki zetu ambao kwa diaspora. Kwa majina ni Fred Kaura, Director Golden Dream Land Properties Limited. Nataka kuwakaribisha katika hafla ya siku ya leo. Leo mengi, sababu mengi tumekuwa tukiongea, imekuwa miezi na najua ya kwamba yale maneno ambayo tumekuwa tukiwaambia tumekuwa tukiyatimiza. So asanteni sana sababu ya venye mmekuwa nasi, mmekuwa mkitufuata kwa Farudhi Wadhau TV. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki, aendelee kuwatendea mema. Na niweze kuambia kwamba tunaendelea kutimiza na kuhakikisha kwamba yale mambo ambayo tumekuwa tukikwambia tumeyatimiza, na tunahakikisha kwamba hakuna siku hata moja tutakuja kuibika sababu ya yale maneno sisi wote tumesema. So kwa wale ambao tuko nao siku ya leo, ambao tumepatana nao siku ya leo, ambao pengine tumepatana na wao pengine kwa hizo project nyingine, sitaenda mengi sababu semanga siku ya Saturday inakuwa na shughuli mingi sana, siku ambayo wengine uko sana na marafiki zao sababu umekataa kumpeleka mahali ama mwambie uko na shughuli, na wengine hawa understand, lakini ni sababu ya yale maneno ambao tumekuwa tukipitishwa wakati tunanunua mashamba. Unapata ya kwamba wakati kama huu utoka nyumbani na pengine ukuambia rafiki yako. Sababu gani? Sababu hata wewe hujui kama utafanywa venye kulifanyika hapo mbeleni. Tuko sawa? So najua wale watu ambao tuko na wao, na wale ambao tulikuwa tukiongelesha, na wale ambao wamenunua nasi, na wale ambao huwa wanatujoin kwa mara ya kwanza, ni wale watu ambao wanakuja kama litmus paper. Ni wao wanakuja kujaribu, wajue mimi nijaribu kabla niambie huyo mwingine. Ndio maana kwa tanga siku ya Saturday hata ukiambiwa na unaenda hapo, huwezi mwambia kwanza wewe uende utest kama haita tunasemanga ina siku. Mimi nasemanga hakuna pesa yenye tu si pesa ya beti peke yake, sababu hiyo unatarajia unaekelea Arsenal itashinda Man U. Sababu ni day hard, unaekelea nini? Unaekelea tu. So hiyo ndio tu si, sababu hiyo inaenda tu na mzungu ukijionea na macho. Lakini hii nyingine ya kununua shamba, hakuna pesa usi. Hakuna pesa upotea. Sisi ati hao watu waliibiwa. Hapana, wanakuibia. So hakuna pesa. Although wakati tulikuwa kwa media tulikuwa tunatangaza kwamba kuna pesa ipotea. Tunajaribu kuonyesha kwamba kuna kitendo ambacho kinaendelea wapi, ni venye tuwezi fanya, hatuna evidence ya kusema huyu ndiye, lakini hakuna pesa upotea. Hata kama tunasikia ati pesa fulani ni kunanga. So najua ya kwamba wewe ambao umekuja hapa siku ya leo, wewe ama rafiki yako amepoteza pesa kwa kununua shamba, pesa yake imezama, lakini leo nakaliwa chini, wanagawana na wanachukua. Lakini hao ni kwa wale tu ambao hawajali kesho na hawajali kesho yao. Sawa, nitakutendea hivyo siku ya leo, lakini kuna watu ambao wako nyuma yangu ambao sijui kesho yake watapatana na nani. So tukianza kuishi maisha ya donkia ambao sasa ndio watu wengi wameingia inachomwa. Unaona? Sababu wanataka kuonyeshana ubabe, nani wamefanya kitendo ya maana kuliko wale watu wengine. Sababu tumeingia life ya nini? Udonkea. Na hata kuna mtu alisema ya kwamba Farudha, I think tumetoka ama tuliingia wakati tumekuwa tukitangaza ya kwamba tulikuwa media. Ndio maana nasikia nikiingia hiyo live. Lakini wakati tulikuwa tunatangaza tunasema ya kwamba hii shule imechoma. Unajua kuna venye unaweza achilia statement ku encourage wale because we in a society whereby they don't care. Hiyo ndio imeingia. Lakini unaweza kuwa na 10 they don't care, lakini kuna mmoja. Si wote wabaya, si wauzaji wote wa mashamba wabaya, sio wote, at least kuna mmoja. Ndio hata Mwenyezi Mungu anasema hata nyinyi hapa iremba. Ndio aliambia yule nabii wake, akamwambia wewe sasa unataka kufa. Sasa hata ukikufa niko na wengine 7,000 hapo mahali. So at least akapata courage ya kwamba kumbe
hata Mwenyezi Mungu anajua ama anaelewa yale maneno ambayo inaendelea. Tuko sawa? So si watu wote wabaya, kuna wazuri, lakini tunasemanga sisi tukienda project zetu, jua hiyo kampuni ni ya kina nani wako pale na venye wao huwa wanafanya mambo yao. Tuko sawa? Si uletwe tu alafu uambiwe wekelea pesa. Hapana. Ndio maana nikasema hii si patapotea, sababu kama ulipoteza kama Golden Dream, kama kuna jukumu kubwa na ile maneno ambayo tumekuwa tukifuata, ni mtu siku hata moja kulia sababu alitoa pesa mahali. Kwa sawa? Jambo ambalo huwa na uchungu, na hii information kwa wale ambao tumekuwa tukifuatana na wao, we give this information for free. Kwa sawa? Sababu siku ya kesho utasikia rafiki yako anunua shamba mahali, wewe utasikia shamba inatangazwa mahali, lakini hapo mbeleni wamekuwa wakifanyaje? Naweza kuambia kwamba hii ni project ya ngapi? Sio Hii ya 6. Hii ni project ya 6. Ya 6 ama ya 7? 7. Hii ni ya 7. Na hii project ni project ya 7. Pia kwa project 5 za mwaka huu. Actually kwa project 6. So project moja tu ndio tulifungua last year. Hizo zingine 6 zote tumefungua mwaka huu. Na niweza kusema ya kwamba na si project, I think hii ndio project kidogo. Hii ndio project ile ndogo sana. Na kwa hizo project zote isipokuwa hii project tulimaliza siku ya Wednesday, hakuna mtu ambaye tuko na hizo project zingine zote tuko na deni na yeye. Na watu ambao watazama online, ningetaka ukifika nyumbani utaka kujua Golden Dream, andika Golden Dream, utatupata zile project zote ambazo tulianza. Na utaona tulianza mwezi gani. Okay, hizo project kama tumepeana title. Unajua ni jambo la maana sana. Na ndio maana tunasemanga ya kwamba we first don't talk about where we are. We first talk about our track record. How have we been doing our things before? We had Masinga Plains, we had Amani Garden, ambazo ziko pande ile ya Masinga. Tukakuja hapa karibu, tulikuwa na project ambayo tulikuwa tunaita Faraja Gardens Phase 1. Kama nilivyoeleza, Faraja Gardens Phase 2 na Faraja Gardens Phase 3. Ndio tukatoka hapo tukaelekea pande ya mahali panaitwa Katutu. Kufika pale, hiyo nao ndio ilikuwa project kubwa sana. Project ambayo tuliingia mwezi wa 9. Lakini tumeweza kukamilisha siku ya Wednesday, ndio maana tuko hapa siku ya leo. Tukifungua project nyingine. Na hiyo project tuliingia mwezi wa 9, lakini wale watu ambao mpaka wamenunua siku moja wao, tulieleza kwamba tukiruka mwaka na tunajaribu kabla ukule Christmas. Sababu itakuwa Christmas na school fees. Itakuwa vizuri sana sababu watoto wakifunga shule wapate nini? Na wewe shughuli yako ulikuwa unashughulikia nini kashamba mahali. Ni vyema. At least ndivyo waelewe kabla uende uchombe, niko na mambo mengi sana naweza kuwa nikifanya na hii pesa. Ndio? Itakuwa vyema na tunafanya hilo jambo usiku mchana tulali kuhakikisha kwamba kabla ya mwisho wa mwezi wa pili ambao tunaingia next month, ambao ni mwisho wa mwaka, umepata title deed ya Katutu Gardens. Hiyo ndilo jukumu ambalo tunafanya sasa hivi. Kwa wale watu ambao legally, na huwa nasema ya kwamba ukinunua shamba kisheria unastahili kupata title deed na miezi 3. Niko na rafiki yangu pale nyuma. Shamba lenu mlinunua lini? Lakini leo kuna title yako. That's how we do it. Shamba lake si ati la miezi 5 imeisha. We are talking about last week but 1. Na within 1 week title yake ilikuwa imetoka. So sababu gani? Sababu najua kitu moja. Sababu amekuja hapa ataambia rafiki yake si ako na title. Even if she is paying by installment. You know we even give in 6 months. Lakini sisi hatuna deni lake, ni yako na deni letu. That's how we do our things. We do our things that whereby hata kama unalipa na period ya miezi 6, waje sisi tukuwekea title. Sababu ndivyo tuhakikisha kwamba hakuna siku utakuja umeingia kwa ofisi na umeamua, unajua mtu anaendanga unapata chama ama unarukishwa namba ama unaenda mnaenda kusanyiko, kunasemekana ya kwamba
kuna pesa tunagawana ya mwisho wa mwaka, na uko installment ya pili. Unajua kama kuna title utakuwa na confidence mpaka kuja kumalizia, si ndio? Sababu unajua ya kwamba nikimaliza naenda nyumbani na nini na title. Sasa ile sababu ya watu huwa wanajivuta, sababu wanajua miezi 6 alafu anza process nyingine ya miezi 3, sio ni kama mwaka. Ndio maana sisi hata kama unalipa na installment, sisi tunakutolea title deed yako iko pale kwa ofisi. Na wale watu ambao although hiyo madamu ambao ataongelesha, kwa wale watu ambao wa phase 3 tuko na jambo lenu ambalo ni la maana sana. So karibia hapa, sababu nataka ueleze, sababu kama sasa hivi nimekumbuka naweza sahau kabla tumalizie. Sorry. Habari zenu tena, na kwa watu wa online, asanteni sana kwa kuendelea kutushikilia kama kampuni ya Golden Dreams. Tunashukuru sana kwa hiyo safari, wakati tulianza mpaka mahali tumefika siku ya leo. Najua hatuwezi fanya hii kazi yote tukiwa peke yetu, na pia asanteni sana kwa kuchagua kampuni ya Golden Dreams kama your investing company. Siku ya leo tuna launch project mpya, ni Faraja Garden Phase 4, lakini director alikuwa anataka niguzie Faraja Garden Phase 3, na last week pia tulikuwa tumewaambia title deed zenu zimetoka, ziko kwa ofisi, na kuna wale pia Faraja Garden Phase 1, Phase 2, bila kusahau Amani Gardens na Matu Plains. Kuna wale pia watu wa diaspora, title zao bado ziko kwa ofisi. Tukimalizia zile project, kuna wale walinunua wakati huo bado hawajakujia title deed zao. Make sure you come for your title deed. Kwa wale ambao wanajua wamemalizia kulipa pesa yao, sitaki kukaa na zile title deed zenu tena, ni mingi sana kwa ofisi. Sasa hata nimekosa mahali pa kuweka. Kujieni title deed zenu. Wale wa Faraja 3 Phase 1 and 2 Faraja Gardens pia ni mingi sana pale. Kujieni hizo title deed zenu kwa wale ambao wamemaliza kulipa, na wale ambao wanalipa na installment. Make sure umemaliza before tuende Christmas. Ni vizuri pia mtu aende na title deed yake. Ni vizuri kujia title deed yako, harakisha kulipa pesa yako, sababu title deed yako iko kwa ofisi. Najua kuna wale walikuwa wanangoja tumaliza kuwatolea title ndio wamalizie kulipa, manake tukiongea na wengine wanasema nangoja mtoe title deed ndio nimalizie kulipa. So ni vizuri title deed zenu ziko kwa ofisi, apart from wale ambao walinunua Katutu Gardens, na umesikia director amewaambia tunajaribu sana before tufunge mwaka mtakuwa na title deed zenu. Lakini kwa wale wa Amani, wale wa Plains Matu, Faraja Garden Phase 1, Phase 2, Phase 3, please title zenu ziko kwa ofisi. Kujieni title deed zenu. Asante. Sikia mahali watu wanamaliza. Kuna watu ambao, kuna mtu sasa ako hapa ako na certificate iko na miaka 2 miaka sisi hapa sasa tuko ni sana na sasa wataka kukutia sasa tushindo hii dunia. Kwa nini dunia inakuwa namna gani? Lakini hilo linatufanya tunalala tunapata usingizi. Hakuna kitu mbaya kama ukijua ya kwamba, ndio maana hata nikwambie, kama ukijua kitu ya kwamba kuna customer ambaye atakuja next week, umempromise next week, lakini hata hujui next week gani, sababu ile bunch uko nayo kutoa title, ukiingia hivi kwa ofisi unasikia ni kama hata climate ya ofisi ni kama hakuna. Una train wafanyikazi, unawatrain unawaambia wewe sasa, hata ndio maana unapatanga the directors, the owners of the company hawezi patikana kwa ground, hawapatikanangi. Unawapata wapate uwaulize swali ya project gani, sababu gani? Sababu they also don't know, they also hata wao wenyewe hawajui zile title watatoa lini, na si sababu hawana pesa walichukua wakatumia vibaya, na si kutumia vibaya wakakula. Wao hata tushindane kukucheza mpaka mafuta, kitu ambacho walifanya wakakula. Sasa wakati wamekula ndio wamerealize kumbe niko na title deeds za Plains, niko na title deeds za Amani Gardens, niko na title deeds za
Faraja phase 1, Faraja phase 2, Faraja phase 3. Alafu niko na another 327 plots za Katutu Gardens. Multiply that by 30,000. Unaambia kama mtu atapotea. Hata multiply Katutu Gardens peke yake 327. Multiply by 30,000. Unaambia kama mtu unaweza mpata kwa ofisi. Huwezi mpata. Sababu gani? Anahesabu 10 million. Mimi niende nikaekelea kwa land. Unless mimi siko sawa. Waacha kwanza, kwani huo mmoja atanipeleka wapi? So pressure inakuwa yeye mwenyewe anatengeneza empire yake. Huwezi mpata kwa ofisi, huwezi muona, humjui. Yule mtu unajua tu akina Jackie, unajua Felistas. Ikifika hapo unawekewa. Alafu ikifika sasa pande ya driver, unajua mimi ni driver, mimi kazi yangu ni kupeleka kwa shamba. Hata yeye anajiondoa kwa system. Unaona? Sababu yeye anakuambia mimi kazi yangu, hata kama alikuwa anachukua simu yako anaongea na wewe, anakuambia mimi kazi yangu ni kuanga tu kupeleka kwa shamba. Unataka kupelekwa tena? Sasa lipa sasa tukupeleke. Si unajua ile wakati ilikuwa wakati mzuri. Lakini sababu ameshindwa ata explain. You know when you explain on behalf of your boss, inafikanga mahali inafika mwisho. Sasa wanaungana wanasema na sababu huyo ameajiriwa kwa kazi. Either aache kazi ama cooperate. Na cooperate unapata ni yeye anapeleka station na kule station. Sasa yule na yeye anaulizwa unakula ngapi? Wazungusha tu hapo. Lakini asilale ndani. So inaanza, unajua ukienda saa hii ikiingia criminal ama ikiingia civil, unajua inaweza twist inene way. Kama unaongelea maneno ya title pesa ambayo ulitoa, unaambiwa kwanza leta, unajua pale kama ametoa kutoka 10,000 siku hizi mingi sana. Unasikia kuna mwingine akona hapa nauliza na serikali ulipata pesa, lakini sasa kuingia hiyo maneno. Lakini ukipata tuongee ile maneno, ukipata ile 10,000 akiingia pale, so unaambiwa na wewe mama nikuulize. Sasa kitambo ukiingia wewe, some pesa ulikuwa unaonekana kama inamuliko kwako, ulikuwa unaambiwa mami nikusaidia aje. Lakini ikigeuka pande mama nakuulizaje? Ulikuwa unasema ulipatia na pesa. Wapi evidence? Sasa mama, sasa kama umengoja kwa niko na miaka 10. Alafu sasa ana twist sheria. Una mtu anakaa na pesa yako miaka 10, kama anaingia kambi yako ni kama anataka kusaidia, lakini kujitoa anajitoa. Anakuambia sasa fanya aje, tafuta wakili. Huo mtu tutashtaki hiyo kampuni tuende kotini. Lakini how will you win ukiwa peke yako? We are talking of at this project 200,000. Sasa uende ushinanga pale kotini ndio unalilia. Inafika mahali unaambia Mungu andamana na yeye. Ndio. Ni jambo ngumu sana sababu umeachilia na uchungu. Wakati mtu anasema ya kwamba let God be, umefika mwisho. Sababu ile mlango yote ulikuwa unajaribu kufanya nini imeshindikana. Sawa? Na wacha nikwambie nao deal ya Mungu una expect kesho ataanguka. Haanguki, bado anaendelea kung'aa. Sasa unashindwa kwani Mungu ulipishia watu wagani sasa? Kama huyu amekula pesa yangu na bado anaendelea, kwani Mungu? Unaona? Lakini sababu ile uchungu. Sababu God is just. Mungu hafanyaye kulingana na sisi tunataka mapenzi yetu. Anakujanga kwa pole. That's why anakusamea kila siku. Lakini siku yake ya kiyama itafika. Lakini haitafika kulingana na haraka yako. God is never moved by your problem. He's never. He can never be moved. Mungu msaidia amke na he's never moved like that. Actually when you pray that, sasa wewe sitaki kutesema, lakini na wale watu ambao wanaenda kule sasa ni kama hizo, sababu unaombea mtu kwa maana. Lakini unaachilia, naelewa ya kwamba unaachilia na uchungu. So ule uchungu hujui hii maneno itakuja, unaachilia na unachana hilo shamba. Ndio maana ukisikia shamba ikitajwa mahali inakuwa shida. Hata kabla ununue uamue inakuwa bado shida. Sababu hujui whom to invest with. And that's why I started with my project. As I say, mahali tumefika, little deeds for those who are online, for Faraja Garden Phase 3 are out. We had a very busy week. Wengine hawajapata SMS. Na najua coming next week utakuwa umepata SMS zetu. Lakini ukisikia mtu ambaye rafiki yako alinunua Faraja Garden Phase 3, mwambie tito yake tuko nayo kwa ofisi, tafadhali atumane ama akujie. So sisi kama kampuni ya Golden Dream, mambo matatu tu tamalizia nayo. Number 1, we don't buy or sell a succession land. Hiyo ni kumaanisha kwamba hili shamba ama shamba ambalo tumekuwa tukiuza, zile project ambazo tumekuwa tukiuza,
ni project ambazo tumekuwa tunajua ziko na title deed, na hiyo title deed tunaanza process ya kutransfer pande yetu, ndio tunaweza kutransfer. And that's why we are here confidently kusema ya kwamba tumefunga project fulani, tuko na title deed zake, sababu tumemalizana na mwenyewe, si ndio? Na hilo shamba sio la succession. Kuna mtu hujiuliza what is a succession land? Nikuuliza dadi, succession land ni shamba gani? Kumaanisha kwamba a succession land ni shamba ambalo yule mtu ameandikwa hiyo title deed, ni shamba ni shamba ambalo ni la urithi, ambalo mmepata kama familia kutoka kwa mke wenu, ama ambalo mmepata kutoka kwa baba yenu, lakini hayuko. Tunaelewana? So hiyo process peke yake, and that's why we have gone wrong. That's why maybe it has taken 10 years. Why? Because a succession land in Kenya, tukitumia sheria, it will take at least 1.5 years. So in 1.5 years, sasa tuongee hapa. Saa hii tukikuja stima zimeshaanza kuwepo, si ndio? We are ensuring in the next 2 weeks we are connecting water from the borehole that we are doing for Faraja Garden phase 1 and phase 2. It shall be connected here. Hiyo ni yetu, hiyo si ya serikali. Sisi tunaongea na maneno yetu, and we promise what we can do. And we don't promise it. And we don't promise tomorrow. That's why I have said 2 weeks to come. 2 weeks to come, we shall ensure that hiyo maji iko pale imeconnectiwa hapa, because we are doing a very big borehole ambao pia ina connectiwa, sio kwa Faraja Garden, tunaitoa hapo tunapeleka hapo. We know it is good. Tunajua hata serikali iko na mpango yake, lakini sisi tumenunua kama hatuko serikali. Wacha wewe tukuwekee, wakati itafika hapa ndio utajiamulia uconnect ya serikali ama uconnect ya Golden. So tunafanya barua tukuruhusiwe ya kwamba unaweza kufanya nini, ongea na NIBA, mfereji ipita wapi, ipite hapo kwa. So about water hapa, hiyo ni maneno ambayo tunaongea because we have done what is necessary. We have done hydrological survey, tunashajua mahali maji inatoka, and anytime hiyo nini inaingia in 2 to 3 days, alafu inaachiliwa for like 24 hours, inamwagika, ndivyo unajua per cubic meter ile nguvu iko kwa ile kisima. Tuko sawa? So that we can know the people that we can supply to. Lakini yule ambaye kwa hapa maji hiyo lazima utapata. Unaweza lima nayo, unaweza fanya nayo nini, anything. Tuko sawa? Na hiyo tuja promise kama 2022. Jamani, nimesema kusema 2 months, kusema before mwisho huu. Ndio leo but we ensure we have done our survey, we have completed. We have gotten a letter from Warma from NEMA, Warma, although now NEMA haikuangi sana sababu hakuna kelele na kuja kupiga watu, but it is necessary. It's one of the barua ambazo tunahitajika. So we have done the survey, we are done with it. Only sasa tunangoja hiyo maji kutoka Monday, Tuesday, Wednesday next week, hiyo maneno iweze kuendelea. That's a promise that we shall fulfill and we fulfill. So niko naongea maneno ya succession. Ndio maana huwa tununui succession, sababu kama sasa hii nikuwekea title deed yako miaka 2, I know kama sasa hii nikinunua shamba ambayo liko na title, next project utaletea ama utakuwa. Sababu gani? At least you have a title deed for the previous project. Tuko sawa? Sasa hapa ndipo people go wrong. When you buy a land which is under succession, na sasa iende process. Unajua si wewe unaenda succession, ni wenye ukuuzia. Si uliwapatia pesa. Let me now show you where people go wrong. Si uliwapatia pesa, ndivyo anza succession. Kwa ile pesa, baby wapatia deposit of 1 million. Ujui kama walianza, utaambiwa na wakili So wakati imeanza, mtoto mmoja tu, wakati unajua kuna wakati itafanywa sharing, achukue mkono kama hili shamba hili. Sasa hili lilikuwa succession hizo. Hili shamba lote liko limefika huko. Hata huyu liko imefika huko. Lakini now this one it went the process na wakaganishwa. Sababu na yeye alipata kutoka mahali. Although sasa hiyo yao haiko na succession because yao ilikuwa transfer. So this one we did a transfer. So mtoto mmoja shamba mleganisha ni hivyo, achukue mkono aseme hapana. Hapo inaekangwa caveat na iko kusho. Caveat inaanzanga kwa chief,
anaandika barua that huyo mtoto hayuko satisfied, sababu wakigawa lile shamba kuna kampuni ama mimi sikuridhika. Unajua any reason can be given kwa koti, ndio akichukua mtu mkono aseme I'm not satisfied, inafungwa. Kufungua hilo shamba it is another year, because kifamilia, sio unajua kama sasa hivi uende nyumbani sababu mnaulizana system na brother yako, ama mnaulizana shamba na mzazi pale, si unajua imekuwa shida kukaa chini, ama baba yako na baba yako huyo mwingine hawasikizani na title ni moja, hawasikizani kabisa. So wewe unashinda kuwa mtoto. Sasa kama mimi hawasikizani, mimi ni nani niingilie? Na nataka share yangu. Si unajua hata amkai pamoja. Kuna watu wengine mpaka siku hizi Christmas hawaendi. Kuna watu wako diaspora hata hawezi kuja Christmas sababu hajui tena kukaa wapi. Sababu aikaa hapa, yule baba anaambia huku ni kwa. Na yeye baba yenu sababu lazima ajifanye ni yeye kusema huku ni kwa, ni kwangu. Sasa ni kwenu na kwangu. Ndio maana umekuja hapa ukue na kwako. Sasa ndio difference. Kwenu, kwako na kwako. So achukue mkono aseme no. Unajua hilo shamba linafungwa. Kufungua lazima huo mtoto wamkalishe chini, wamwambilie kitu. Anauliza na ofa yangu ni ngapi? Ndio kotini tuseme ni hivyo. Ndivyo tena kuanzia kwa chief. Na kwanza akule. Sasa imagine akule na wewe title yako ulishatoa pesa imehangiwa mahali. You don't know the thing. You don't know what happened. And this is how people have lost their money. Someone might be willing to do something good, lakini sababu ya kumiss one, unapata maneno yote pale kwa ground inakuwa different. Unapata we cannot accept that. So we don't want. Number 2, sio tunasemanga ya kwamba kama shamba ni subdivision, enda umalizane na babako akugaia ukuje utuzie. Usituambie ati babako ndiye ataandikwa na anataka kuuza na akisema hauzi si ni kwake. Hata kama kisheria unaambiwa kwamba ugawane, lakini akisema akupatia kule, hakuna maana unaweza kupeleka yake. So wewe unaniambia ni kesho langu, na niambia nikugaie nini? Unaleta watu wa kununua. Hapa ni watu kununua. Malizana na watoto wako, akifanya tendo watuzi. And that's why mchana peupe huwa tunaongea maneno ya title. Hakuna, ni ngumu sana siku hizi kusikia watu ambao wanaongea maneno ya title. Ni ngumu. Imekuwa. Na hata wewe unajua. Moro wako unajua pengine last month ulikuwa mahali. Na unajua pengine hapo lakini wakupromise utapata title. Lakini hapo mbeleni na sasa ile kitu anafanya title za last year ndizo sasa mnaitiwa. Tumetoa title ambazo ni za ujeni. Lakini unajua yako ya last year part 1 bado haiko. Unajua wakati ziko mingi, I can choose to pick this project and with the collaboration ndio watolee title kwa kwanza. So hata wewe hauna. That's why you are very cautious. And that's why about title deed, siku hizi hata tuongee title deed. Siku hizi tuongea maneno ya nyama tutakula. Siku hizi hii ndio imekuwa sasa. Sababu title unajulikana wanatoa. Lakini we don't want to be in comfort zone. Tuseme ya kwamba tunatoa, lazima ututoe. Unaona watu ambao usifiwa. Ukienda kanisa haikuwa na mtu, imekuwa watu wawili, sasa imekuwa watu watano, imekuwa hata nafikiria sasa hata endelea kuomba sababu watu 10 washafi. Lakini anasahau the more wanaongezeka wakiwa wengi, the more shida inakuwa mingi. Atakuwa anatoa shida mingi. So anakaa chini anasema ishajipa. No. Hatuwezi fika hapo, tutaifika hapo. Tunasemanga ya kwamba we always tunasemanga pesa ni yetu ukipata title. We always respect and we always honor them. So nikienda kumalizia nikwambia kwamba mahali tuko kama vile nilisema to online viewers ni Faraja Gardens Phase 4 and kwa wale ambao wamekuwa kifuata is approximate na Faraja Gardens Phase 1 Phase 2. Hapo ndipo ambapo tunajenga kisima ama tunachimba maji ambayo itakuwa connected hapa. Maneno ya stima I would not like to promise, lakini ni maneno ambayo inaonekana. So ukitoka hapa mahali tumefika tuko transition. So umekuja ground. Sasa tuko transition. Sasa ndio unasema niekelee ama nisiekelee. So mimi ningetaka kukuambia stima enda ukijiangalia na macho. Uone kama inawekwa. Ukisikia kwa roho yako unaona ni kama haitafika, tafadhali sasa hapo jiamuri. Unajua kuna ingine mimi yangu ya tendo ndio inastahili kuongea, lakini sitaki kuongea ya MP.
lakini at least we know that there is a rural electrification ambayo inaendelea kwa hiki. Mbeleni hakukuwa hivyo. Tulikuja Faraja Garden phase 1 na tunaongea tukiwa na ujasiri, hakukuwa hivyo. Na tuko tunajua stima itakuja. But now we can see some light gleaming up. So with that, unless someone our plots are 50 by 100. Tumekata 50 kwa 100. Na umeruhusiwa hata kuchukua 2 ama 3. What tunasema ya kwamba Belen we are saying you pay 50%. Lakini sababu ya uchumi na venye maneno iko, tunasema ya kwamba kama ungetaka kulipa installment, pay 50, at least 50,000, the rest you clear within 6 months, a period of 6 months. So inakujanga miezi 7 sababu ukilipa huu mwezi utaanza kulipa installment next month. So it is a period of maybe 7 months. Na siku yako ya kulipa ikifika, tafadhali wasiliana nasi. Kama unangojanga mshahara na huwa hamlipi pamoja na hawa, always communicate. Always fanya. Babu nasi tungetaka as long as pande yetu tungetaka kusafisha, naye pande yenu maneno ilikuwa nini? Sawa? Babu, we don't add in interest in our monthly installments, but kama venye mtu kumbuka kulipa nyumba hata lipa nini? Whatever we have done today, officially we have launched Faraja Gardens phase 3. Sorry, Faraja Gardens phase 4. Kila maneno hizo. What I think about those things is the community plan of the rules are clear. So kuna mtu akona swali mpaka mahali. You always do an open forum because maneno ya kumiliki shamba is always a process. There are things that you need to know, but I know mpaka mahali tumefika, najua kuna mawili matatu umepata maneno ambayo hukuwa nayo, ndio at least you know something. And kesho yako utapata rafiki yako ambaye anataka kununua shamba, ushinde kumuelezea, kumuuliza hilo about the company, about how they do their thing, have they delivered anything, is their land and succession. Unajua utamuuliza succession kwanza, yeye mwenyewe ashtuke. Na hata nikwambie, mimi huwa nasema usinunue shamba sababu ya huruma. Kuna watu ambao huwa anapeleka kwa shamba, unaongewa post, unaona stima ndio hii, kanyanga bacon. Lakini bacon ni moja. Sawa, kuna stima ya PR, yes. Lakini bacon ni moja. Mkanyanga ile bacon, unaona ni kama wahurumie ndivyo wapate pesa waweke zile bacon zingine. Ama unapata survey. Sasa hiyo ndio kwa shamba, ndio anakoroga alafu anakoroga akiwaangalia. Alafu anauliza, yes. Sasa maneno iko sawa, anaachilia kijiko, anakuja kwanza kuongea. Sasa okay, meeting yake haiko hapo. Amekuja hapo kufanya nini? Lakini pia unafanywa ile bacon moja imewekwa, hata ukiangalia hatujaweka leo. Hii barabara hatujakata leo. At least you have wale watu ambao wanafanya hiyo ndio transfer hiyo. Sasa hiyo maneno ungekuwa umetayarisha before. Ndivyo kama kuna kesi, unaona venye tumesimama hapa. Kama ndio maana tunasemanga tulie kwa shamba. Enda ufike mwisho. Usiniambia unataka kufika pale mwisho. Ujue hiyo barabara iko namna gani. Fika pale. Ndivyo kama tuko na kesi na huyu jirani, ajitokeze na panga. Ukiona mtu kwa panga ni niba, anafanya hivi panga na anafanya anakata. Ujue ni information anaachilia. Hiyo afadhali unakuja amesimama. Lakini ukiona mtu na kwa fence yake, unaona hakuna mahali pengine hakuwa analima before. Ni hapo tu na alafu anaanza kawimbo fulani. Lakini unasikia kawimbo hakana umungu. Ni kawimbo kabisa. Ujue hapo. Danger. It's only that hataki sababu hawajui, hataki kuweza kutangaza. Lakini nakwambia kwamba mahali ambapo mnapelekwa hapo, hata mimi niko kwa shida na wao. Na utaona sema kama saa hii kama anakuwa pale wanaongea na wao. Kama kulikuwa na shida, walikuwa wanatulia hapa. Ndio mahali. Chome tafadhali. Chome. Chome. Na rafiki yangu alinunua shamba lingine hapa. Sasa anko ya huyo ndiye alikuwa anauza watoto ambao waliachwa na wazazi wao. Anko yao ndiye alikuwa anauza shamba. Sasa kama sisi kampuni tuende tununue, tupatane na anko, lakini anauza shamba la yake. So wakapangana, si niko na customer. Hii nitakuja siku ya Saturday.
Wakati wamekuja ground, kijana analima pande ile. Habari zenu ni nini? Tunaangalia ati shamba gani? Na mzee anajitokeza. Wewe ni nini? Si wanaongeleshana ile lugha yao. Lakini anaambia usichome bet. Pesa iko kwa meza. So hii ni maneno huwa inajitokeza. Ndio maana tunasemanga ukikuja, si ulikuja kwa shamba, zunguka, kaa hapo, uangalie kama kuna neighbor atajitokeza. Na ndio maana tumekata barabara, hivyo tukate kama tulikata kwa idea tupate kama tumengojewa. You know you can never wewe jino mahali kuna kakitu mahali. It is always wise. It is always good. You know mahali unaenda ni mahali pako na mna gani. So mpaka mahali tumefika. Mpaka jambo moja tu. Lakini kabla nene hayo kuna mtu ambaye ako na swali. Si mahali kwingi watu hata kanisani ni ngumu. Wambie ulize swali. Kuna mtu kanisa kuna kwanza na swali kweli? Sitasikia. Kwa hiyo kwa venye tumesoma hiyo Biblia tukasema kuna mtu atapinga, ni ngumu huwezi pata, lakini kwa hii forum yetu Parodhi kuna mtu anauliza swali. Wote naona nikiwajibu. Sawa. You always encourage. Na huwa tunachukua hayo maswali. Na usijibu yenye si hujui. Si sawa. Are you planning to fence? That one tunataka kila mtu ajifensi yake. Because the cost for maji unaona ni hapo. Ndio maana hiyo cost yote tumepeleka kwa. Yes, we would like but due to the hapa kuna hili barabara ya serikali, ile iko chini ya serikali. Hapa kuna Siganga. Siganga ni wakati mvua imenyesha inakuwa katamu. Unaona? Ambayo hiyo damu ya serikali. So tukuje tuweke there are things that you usually avoid with the neighbors. Kutaki siku ya kesho upate umekata fence. Lakini this one tunataka kila mtu ajifensie. Na sisi tuhakikishe kwamba umepata maji. Unajua kule kwingine kulikuwa na maji, kulikuwa na stima. That's already done. Lakini for this one we want to ensure the areas that you usually check. Sababu hawana maneno mengi. You do not like to hiyo stuff promise. Yes. Yeah, it is a concern. Pana tutaweka main valve pale. Kwa hizi plot ambazo ziko hapa. So wewe utajiconnect kwa plot yako because wewe unajua mahali valve kama utaweka gate yako, you do not like maybe to interfere na planning yako ya shamba. Lakini la muhimu ni tulete gate kubwa ambayo hata ukigawa inaingia soko. Lakini kama hawa kwa hii line we can now tuseme uko namba 9. Sasa tunaweza vuruta ka gauge ndivyo tuongee na hawa kwa hapa mbele. Yohana pia anahitaji maji. You share that cost. That's now the easiest way. Tunaona? Kama yule ako pale mwisho anataka connect maji, the easiest ni kama mnatumia hii barabara mkoa nyote. Vuruteni gauge kubwa. Kwa sababu nyinyi wote tunawajua. Tunawaambia kuna cost ya maji ya kuweka kwa plot ya si kwa pale kwa plot yako. At least unapata that when you share inakuwa hiyo tunaweza wasili. Hii project tukipata title. Unajua sasa hiyo ni wakati wewe ambia mtu atoe pesa ya maji kama hajapata title. Tukipatia na title. Maybe kuna ile tutaambia unajua hiyo pipe ilivuruta na mtu fulani angetaka urudishie kiasi fulani. And I don't think there's a problem with that. I don't think there's a problem with that. Because we are there as a company to harmonize everything. Your Facebook is updated. Oh yes. So Gabriel tafadhali fanya maneno. Unajua hakuna hapo. Unajua kuna watu ambao wanatufuata. Waona kwamba ni kama ile kwanza tulikuwa tumeweka sana ni ya title. Hivyo kwanza wajue tumetoa nini title. Lakini sasa kutoka Monday sasa itakuwa hii project. Tukatutu tumemaliza Wednesday. At least unapatia watu wapumue, unaambia maneno ya title kuna vitu zenu ziko mahali. At least tunakamilisha namna hiyo.
So kuna mtu ambaye ako na swali lingine? Kuna mtu ameuliza kama kuna like landmark in case mtu ametoka for example nchi za nje na anataka kuaccess plot yake and with the title number haitakuwa rahisi kujua plot yake ni gani. Ataijua aje? Either pin, hizi mambo yamekuwa rahisi. Tumtumie pin hapa. Kama nikichukua hapa itamleta mpaka hapa. Do you have something like landmark yenye itawekwa kwa every project yenye? Yes, nini hiyo kibao? Yeah, kibao, lakini the most kwa kila project tunakuanga na our ground person ambayo wewe unataka kwenda Faraja Gardens Phase 1 na umejileta, at least tutampigia simu, bora tu wasiliane, tutampigia simu tumwambie. Pengine ungetaka kufensiwa huo, kuna mtu at least kwa ground tunakuanga na mtu, so that one pia we have the contacts for the neighbors also. Takwambia umefika wapi, je kama ako sawa. Yes. Tunamjibu. Sawa. Yes, madam. Just recommendation. I thought my phone the Instagram too. We have one. You have a page? Golden Reef. Niko pale. Na kuna mtu amepata title deed yake leo. Ni wewe? Oh, wow. Yes. This day. No, mpaka leo mpaka unacheka. Beleni, you weren't that way before. Hey, haupo hivyo. At least now you have some appetite to yako. Wacha tuione. Ni vizuri. Wacha tuione. Ilikuwa ya phase 3 Yeah. Wacha tuione ndivyo. Hawa ni vyema wakati na kuna wenye anauliza end of year party kina investor Meremaina. Nilikwambia ile maneno iko siku hizi sio title ni nyama. So this title is for Evelyn. This is one of the title deeds for Faraja Gardens Phase 3. Kuja hapo madam. Hii title ni yako. I don't want to be on social media. This title belongs to you. Utaki wafikisha nyumbani bwana, vizuri. This title deed belongs to you, and thank you for trusting us with your money. I know it has been a process, but at least today I know you are a happy lady because wewe ni mwananchi. Hapana, wewe ni mwenye nchi. Hiyo sasa umetoka kwa mwananchi, wewe ni mwenye sasa umejoin club ya wenye nchi. So kukiambiwa watu ambao wako na shamba mahali wasimame, tafadhali usiibike, useme kangu uko na title. We always encourage. So umepata hii title deed, ni jukumu lako, ni wajibu wako. Chukua hii title deed, piga picha ama ende na copy. Enda pale Machakos ufanye search. Tunaelewana? Once you get a title deed, please do a search. It's always recommendable. Lakini usitu involve si shamba ni lako sasa. Sasa saa hii hilo shamba ukisikia utauza kesho ni lako. Hilo shamba it is a freehold, unaweza zika mtu. We always sell freehold mashamba ambayo iko freehold. Unaweza fanya nini? So ukisikia utauza kesho, ukisikia, lakini la muhimu fanya search. This search it will help you ujue kama unajulikana wapi kule, because it kwa green card hili jina lako liko pale. Sasa wewe ni mwenye nchi. So tafadhali usigeuze pande hii. Lakini to the online viewers, please, Faraja Gardens Phase 3, these are the title deeds. Yes, now we have one. Ambao sasa hiyo ni private. So thank you very much for trusting us with the money. God bless you. So jambo la mwisho ni kusema ya kwamba hilo karatasi ambalo umeshika, ambao tumekuonyesha kwa pande ya map, hilo shamba ni lako ukijicommit. Iko sawa? Once you commit yourself, ndio tunaanza process yako. Tunasemanga shamba ni lako. And hii tunafanyanga na open forum also. Mimi mama, habari yako? Mkuu na mama, habari zenu? Sasa tuko hapa leo, ni Saturday. Na najua saa hii nikikutuma kwa bank nitakuwa nakukosea. Sababu najua saa hii I would not like to push you to the corner. But kama vile imepata imetikiwa, online or the online people wako pale wanataka map.
Na sisi huwa tunasema ya kwamba we would not like maybe to send a map ambayo plot yako namba 10 is it haijatikiwa, lakini pia hatuwezi tuma ambayo imetikiwa lakini haijachukuliwa. Unaona ile shida inakuwa hapo katikati. Mungetaka tuwapatie mpaka, wacha tuulize mpaka lini, although sasa tutakuja tukipunguza. Mungetaka tukupatie maybe for the booking, at least commit yourself. Unajua ina avoid story mingi pale Monday. Plot yangu bado iko ama mlipatiana? Mlinifanya vibaya sana, sababu mimi nilikataa kwenda harusi ya ndugu yangu ama rafiki yangu, nikachoma siku yangu nikuje nione plot alafu mmepatiana. To avoid those stories, amua ikesi. Na amesema 1 week ambapo mimi naona kuna hitilafu mahali, kuna mahali stima zitapatana na kutakuwa na shock. Mtu amebadilisha like hiyo amesema 1 week kama umechukua hiyo then change mind au online amechange mind na mimi niko nimechukua kwa chini then ukiwa hicho bado unataka vacancy ama ameachilia moja unaweza nibadilishie. Sasa unajua inakuwa inarudi kwa uwanja. Unaweza announce tena. That's why we don't tick kama haijabukiwa. That's why kwa hizo ambazo umechukua in case I change mind. Sasa kuchange mind usema sasa Chukua utamfanyia. Ngoja sasa hiyo pesa yake ngoja project nyingine. Turudisha hiyo pesa yake kwa turudishe plot yake kwa soko. Because he has declared vacant. But we cannot do that until atupatie ruhusa. And that's why hiyo yote imetikiwa, imebukiwa. There is a commitment fee. Either mtu amelipa 100%, 50% ama 50,000. There is that agreement. Imetubind tusiuze hiyo plot yake. Hujapata plot number 1, hujapata hii. Unaelewana? So nami ukiniambia 1 week, hebu tueleze, ukiniambia 1 week as a company, unajua tuko kwa biashara. Usisahau tuko kwa biashara. Sasa nataka uniambie, umenipa 1 week ya kuambiliwa promise, na kuna mtu ambaye ananiambia hapo nisikatai hiyo namba 10 imechaguliwa, lakini unaona kama watalipa, nimwambie 1 week alafu ananiambia lakini si mimi niko na pesa hapa. Sasa ni nini? Hata kama unayo one, that's a temptation, but nitatatua namna gani? Ni kweli, actually to contribute on that, hata wewe ukienda kwa soko, na mimi nimefanya mambo ya soko sana, mtu akuja akwambie akupatie promise alafu atembee, kutokea mwingine ameshika pesa, unasahau ile promise. Hiyo maana iko kwa biashara. Huyu anasema nataka kuwekelea, na wewe useme huyu amewekelea, mimi si kuwekelea, nilikuja nikashika. So I think what our Mr. Director is saying is, kama umependa hiyo kitu uende ujikakamue. The shortest, nimeona hizo vitu kama zile za Katutu zilienda haraka sana, ni kama zilienda na hiyo siku tunaona, lakini wakati ule wameona kuna wengine already wanalipa. So kukakuwa na zile za now what do you do, you have to take another piece. So I think what he's trying to say ni ndio usikue na disappointment. Kama umeona ni kitu mzuri, uenda ujicommit. Uenda ujicommit ndio ikue hiyo plot haiwezi chukuliwa na mtu. Ndio mlikuwa mnaenda Wednesday. Mnaenda Wednesday. Nyinyi mnaenda Thursday. Kwa mtu alikuwa mnaenda Wednesday. Sasa Wednesday ndio kulikuwa kizungumkuti. Wakati walijua zimebaki ngapi, basi hapo ndipo shida ilikujia. Sababu walikuwa na jihesabu 1 2 3 4. So hata tulikuwa kwa ofisi bado tulikuwa na shida. Sababu hajui huyu ataenda achukue wapi. So wanashindwa tuanze kulipa hapa. So mimi ndio maana unapata, and if there is any vacant, ni mtu pengine alituambia tumwekee. Na tunataka kurudi kwa project. Unajua saa hii ukipata kama hiyo plot ambayo imetikiwa, alafu kesho yake ni kutumia mapo iko vacant, that is a double allocation. Tunaelewana? Ukienda kwa kampuni upate walikuwa wametiki hizi, alafu sasa tena ziko vacant. Tafadhali usitoe pesa yako uwekelee. Pesa yako sasa imeanza kukuliwa hapo na macho tu. So ndio maana tunapatanga kwa hii kesi, tunashindwa what do we do, tufanye namna gani? But mimi nitawaambia hivi,
hiyo ploti, please commit yourself. There's what we call emergency. Mr. Kupush sana. The deposit is 50,000. Talk to your agent. Sasa agent wako ndio maana nimeondoa kwa principal. Sasa nimerudishia kwa justice. Justice wako simeongea na yeye. Simeona kama umeongea na Jackie Gabriel ama umeongea na Felicitas ama umeongea na mimi. Hata hapo ni mimi justice. Lakini kesi ni kwa principal. So bwana chairman, unajua sababu hataki hiyo kesi Monday. Mimi na kitatua baya mniambie nitapeana mpaka Monday saa 8. Jo, by that time utakuwa ushafanya nini? At least ujicommit. Monday saa 8. Iko sawa? Lakini kama kesi yako ni somehow personal, ongea na class teacher. Class teacher yako ni kusema agent wako. Because mimi kwangu ama kwake Farudhi, we deal with the diaspora team and they need the map immediately. Kama sasa najua tukitoka hapa they need the map immediately. So nitapiga kwa ofisi niseme nimakiwe mpaka hiyo yako. Lakini yako inamakiwa nusu. Ndivyo hata yeye akae ni kama anataka kubid. Unajua ushaenda kununua gari unapata imebidiwa. So kubidiwa ni yule mtu ameenda ameona lakini ni kama amewekea 2,000. So wa 1000 hiyo shamba hiyo gari ni 1500. Ukuje na 450. So, itakuwa rahisi kurudishia watu 2000. So ndio tunaweka nusu. Tunaweka nusu kwa sababu gani? It is an indication whereby next week ukipata tumeifungua yote utajua kale kanusu ni mwenye lena shamba lakini hakujicommit. Sawa? So without few remarks sina lingine la kusema. Najua tumeongea. Sitaki uchomo najua tena. Unless the chairman has anything. Hii yangu ni kidogo sana sababu naona kwa ni kama ile ya ngura kesho kama saa fulani nitakuwa nimekuja na. Kwa hivyo usiende nyumbani ukisema niko na maneno yananifinya, lakini singeweza kusema hapo. Sasa kwa hivyo kwa nakupiga sana ukija ile tu atakusikia. Kama kuna ambaye mtu ambaye atachukulia vibaya. Kwa hivyo ile kitu ningesema niseme asante sana. Mungu awabariki na abariki mifuko yenu hapo. Hiyo pesa itatoka kulipa hiyo, niwaambie leo hakuna kitu ya maana kuliko mchanga. Mchanga always lakini pesa weka kwa banki
wengine wanachukuaga maroni, wanakwenda wanafanya kazi yao, hawalipi tena, wanangoja mpaka hiyo report yao. Lakini ukiwa na kitu kama hivi, uweke shilingi hiyo 100 ama hiyo 200 within 2 years, huwezi kupata peni za kupatia 100 ya kunao kweli. Kwa hivyo tafadhali wekesha na mchanga na kesho hutalia. Mimi nimeona nimepitia mengi, na mimi najua ukiweka kwa mchanga you never regret, lakini ukiweka hiyo pesa mahali pale kwa banki sometimes utaregret, sababu hii generation yenu na ingine nayo imekuwa mtu wako na simu yake hapa, anatoa pesa kule kwa banki, hata hajui ni nani, lakini kwa vile ana access kule ndio anatoa. Wewe nao ukiamuka kesho unakwenda kule kwa banki unasema kutoa kiasi fulani, unajua sasa kutoa hiyo pesa ngapi nyingine. Ilikuwa kwa hivyo kama ni kunawezekana wewe weka pesa kwa mchanga utaregret. Kwa hivyo mimi waombee muende vizuri na Mungu awabariki, kwa hiyo iwe sawa sawa, ndio hata kesho tutaambia mwingine akuje tuweke pamoja, ndio kesho ndio tukaramika. Asante sana. Asante sana. Sina lingine. Sasa tunaweza kumalizia kwa maombi. Tumalizia kwa maombi. Kwa wale watu ambao hukuja kwa project yetu ya kwanza, kwa huwa naomba nalo utafuta kamchanga, hata kama ni kidogo. Kuna mambo mengine lazima uongeleshe ili ukubali. So inaweza kaa sana. Hata kama utashika kama weka dogo. Ndio maana tulikuja kwa ground. Yeah, things kuna watu wakisikia wananunua shamba inakuwa shida. By the way, I have a friend ambaye alikuwa anataka kununua shamba. Wakati nilisema anataka kununua, kaanza kugonjeka. But those is, lakini ni la muhimu. Hii wakati Mungu aliumba sisi, alisema ya kwamba tutakuwa tunapata mavuno kutoka wapi? Kwa huu mchanga. Na kwa huu mchanga pia there is a curse and there is a blessing, but you want to partake the blessing of the Lord. Kwa sababu ndio hata yeye mahali ambapo unaenda kutoa pesa yako unalima ama unatoa ndivyo uweze kufanya nini? Kulipa mchanga. So even to the online viewers, let us bow our hands and pray. Father, in the mighty name of Jesus, we come before you this afternoon. We glorify and we magnify your holy name, O Jehovah God. Thank you, Jehovah God, because you have given us a chance and opportunity to be here today as we open a new project, Faraja Gardens Phase 4. Dear Lord, we pray that as we commit ourselves in this land and this soil, may it be a blessing to us and to our generation and even to our family and also to our family members and also to our friends. Wherever we shall get the money to pay this land, my Father, my Lord, my Jesus, I pray that Jehovah God, that you may be with us over the Jehovah God. Lord, we pray that you may be with us, and we take this soil and we say and we talk to it and we say that we shall get blessings, favor from it, and the glory shall be unto you. And we pray that in Jesus' name we pray. So, Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki, awatendee mema mahali mnatoa pesa yenu. Mungu aendelee kujaza hicho kikapu na upate yako ya kukula, upate ya kupeana, na upate ya kuikeza. That's the biggest rich that you can have on this earth. It's not about how much you have in the account, it's about kama hiyo pesa unalala, unakula, unashiba. Sababu kuna wao ambao wako nayo lakini hawakuli na washiba, ndio. Na la pili, unapata la kupatia rafiki yako ama mwenzako ama pengine mwenye hujui. Enda pale children's home, tembelea mtu ambaye ako na njaa, mpatie. Hizi nasema ati kama watu wa kampeni, hapana. Na mwisho ni wakati umeshafanya hayo mambo yote, kuna ile ya Mungu, hiyo yote it is a process. Lakini sitaki kuingilia. Watu wetu kuna Muislamu sitaki kuingilia kwa, lakini it is a process. Unatoa 10% hiyo maneno yanakuja kama ifuatana. Lakini pia
unapata kiasi ya nini ya kuinvest. So God bless you and God bless you. Thank you very much. Thank you and thank you and thank you. Asanteni. Thank you for your time also. Yeah. Given that uaminifu wa ku make sure mmeanza project na mnaimaliza inakamilika. Nashukuru pia kwa hiyo. Watu wanalia. Yeah, sure. Watu wamelia. Kuna mahali najua tu ni nduru. So yes, Yes, no yes. gwikaire Yes. na ndona ringi magitie mafu na ndamenya no nginya kiambe update gatuma ikirie baadaye no mundu othe ukwenda mafu ino ni project njeru na iraina broti 85 niguo twamiruguria muthenya wa umuthi no ngwehagirira njaki njira nyamu icitite cigana kindu 33 Tele project ya rugurio ri umuthi uguo thurari uhoro wa broti ta 50 kana hihi 60 iricigarite gwekwa mundu ekwenda project ino torugo na mundu project ino neta commercial to tari gutokyo gutokyo wa phase 1 na phase 2 thurari uhoro wa project imwe yothe na tondu mutine magwetera bei ni ciringi 200 muri mundu kwenda kurira na installment arute 50,000 icunjia rihekwa mĩeri 6 nake mundu kwenda kugura cash ni 190,000 so oguo ene promo ya project iria ciguciria tungiuga andå tågå Faraja phase 1 na 2 na 3 matiakorete gwä bara tha ici å guo må ndå wothe waingä ra gå kå na nä agå rä te Faraja 1 and 2 ngwiciria ona nä amaka kå ringana na å rä a twaingä ra nä speed ä rä a yatwarithia ngari nayo anyita tondå gå tiarä bara tha ici å roka å nyitä te bara å kä te wingä rä te barabara ici citå so ngwiciria må ndå wothe å kwenda kå igithia thä inä wa project ä no ndigwiciria atä wä na taimu nene tå gå kå he tondå ä no nä project tå ratanya tå mä tirihe hihi mbere ya mwisho wa November which is possible uko mbere ya mwisho ene nguonete ndikane ngirico iri må kå rä tie kana nä gakorwo ho by mweri 28 tutingiamba gå korwo sure bona atä project ä nä gakorwo ho by mweri 28 kana 27 tondå ithuä tå ratanya gå thira mbere ya November na onokorwo twarugurio ithuä twä kaga maå ndå maitå na wä tä kio na ngwĩci nä monete wä tä kio witå nä raruta wä ra so before the end of November ĩno project igå korwo ä thiru na twamä ruguria må thenya wa å må thä na wakĩigua cia gå korwo itirĩ ho thiu so we nawe twakå he wiki ĩno ĩngĩ na next week ukorwo akorwo nĩ wenda mbura ti ukorwo wĩyarĩtie otherwise kuma next week but one twakorwo tũkĩaria ũhoro wa kũrĩkĩrĩria project ĩno na tũgĩkinya mũico wa November tigũkorwo he kĩndũ haha ũmũthĩ mweri cigana More than mweri 13 mweri 13 ũguo turehe maybe in the next 12 days we know tutiara tũkorwo in the next 12 days but we assure you tondũ kũrĩa andũ angĩ magoka Wednesday na gũkĩrĩ andũ moima gũkũ macagũra na kũrĩ angĩ tũgoka nao mũthenya wa Saturday ũgĩkorwo nĩ ũkwenda gũkorwo ũrĩ part ya andũ arĩa megwĩtanio na tĩri ũyũ wa Faraja Gardens phase 4 Saturday nĩ waroka kana Wednesday make sure no woka site na wona na waruta deposit na rĩu no tũkwĩraga atĩrĩrĩ wĩna ciringi 50,000 ndũkae kwĩyoha cigĩrĩre tondũ nĩyo deposit ĩrĩa tũretia wahota kuga ĩhĩ barothi njetereire nyone ciothe ũgweterera wone ciothe ũkore hatirĩ ũkorwo wĩna 50,000 wĩigĩte handũ wĩ committee woe kĩya gũkũ because in the next 10 days twahota gũkorwo tũkĩaria ũhoro wa kũrĩkĩrĩria project ĩno ya Katutu most likely ndĩrona phase 4 thiria kanetwo okay twina title cia Faraja phase 3 nikio ngwiciria nikio kindu kiria turagweta muno turagweta Makatutu ningi riu nikio na nigekeno na turakorwo twi Makatutu project iyo ya Faraja phase 3 ri nio tuimite tugithie Katutu riu turaimire Katutu turoka guku Faraja phase 3 title ni nyumu twina cio moko-ini Katutu nĩ nguonaga andũ makĩũria taito so na tũramwĩra taito icio mũtikũrĩa thigũkũ ya Christmas mũtarĩ na taito cianyu moko that one we assure you tondũ nĩcio ciriko ti taito amwe gũ process taito ti kaũndũ kahũthũ na nĩ kaũndũ kahũthũ on the other end tondũ andũ mana take mwaka gũciruta taito icio nĩ taito 327 ũguo processing yayo no ĩgũkĩrĩa thikũ cigana ũna no tũiga thikũ cigana ũna no tikuga atĩ itire riko
ciĩriko no menya kũrĩ andũ angĩ ũtaiguaga makĩgweta ũhoro wa title ithuĩ tũrakwĩra ciĩriko na ndũkũrĩa Christmas ũtarĩ nacio. Actually o ũguo tweka Faraja 3 tukiuga tũrĩkie project ĩno twakorwo tũkĩmwĩra title nacio mũraciona rĩ cia Katutu, and then from there coka tũkĩrelease cia project ĩno twambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Ithuĩ tũroigire let the title speak tondũ ĩmu itũ nene nĩ kweheria kanotion kau kando moya ati title yumaga na mwaka, ati title yumaga na mĩeri 6 so within 3 months magono ko na title yaku ati riu ni hindi tutekete ihinda inene muno rigari title yaku no guthie mĩeri 3 rigari thiko naite but ithuĩ nĩ tũrageria ku reduce that time depending na project iko ndaihu muno hihi no ithie mĩeri 3 or even less ko to produce title icio no ndĩngĩkeria mĩeri 3. That one we can assure you. So thank you so much na Ngai witũ mũrathime ici nĩ cia 50 by 100 twarugũria mũthenya wa ũmũthĩ na koguo nĩ kuga atĩ Silvia ũngĩenda gũbencerwo no kũhũra thimũ nĩgetha tũkorwo tũgĩkwĩra ũrĩa ũgwĩka na tũkũringe na mũndũ ũrĩa ũgũkũbencera kĩaya gĩaku sawa sawa. Mũndũ gwĩtwo Silvia na ndona no woka inbox no wanjĩria mabu ũrĩa njũrĩ gũka gũtũmĩra oro rĩu mũndũ gwĩtwo Silvia icon nĩ ũkwenda mabu. Andũ acio mauma gũkũ site kuona rĩ moka na mauga ndĩrenda gĩkĩ no nĩ tũgĩcoka twamera kũgũra kĩaya nĩ gwĩka atĩa nĩ kũrĩha ũguo nĩ kũigĩrĩra deposit. So by mũthenya wa Monday ũngĩkorwo nawe nĩ ũgwĩtia maita kĩrĩa mabu mũthĩ no ũtũmĩrwo no ũcagũre make sure no ũigĩrĩra deposit nĩgetha kĩaya kĩu gĩaku gĩtikae gũthiĩ sawa sawa. He mũndũ ũkũnjũĩtie kana Katutu nĩ gũtigaru kana one kĩaya kĩmwe kana igĩrĩ Katutu ndangĩaga. Ũgĩkorwo nĩ ũrahetũkĩirwo nĩ Katutu na nĩ ũrenda hihi kuoya kĩaya kĩmwe kana igĩrĩ ndũkwaga hũra 0729 870 822 0729 870 822 ĩyo nĩ ya director Kahũra kana yakwa 0798 008 008 0798 008 008. Ũhoro ũcio ũkorwo ũrĩ mwega atĩ mtendawe marauga atĩ mĩrĩma-inĩ mbũri kũu ci raithi mũno. Kahũra nĩ uge kaũndũ na tiga kũnyitia mũno watuga nĩ ũranyitia mũno hau ha mbũri ndũrenda gũ comment nĩkĩo ũndũ tũrabanga. Ona nginya nĩho mbica yakwa yuma ng'ombe rĩ handũ twacemanirie nao tũkiuma Katutu iga tũkiuma Katutu karĩ macika ng'ombe ndio ta ifamilia mũno ng'ombe ndĩkoragwo muoyo nĩ yathi. Aya, so thank you so much. Tukurĩkĩria hau no tũkwĩre tũrugũria Faraja Gardens phase 4 na gũtirĩ mũndũ ũtoĩ Faraja. Tũkĩenderia Faraja 1 2 3 gũtirĩ mũndũ ũtoĩ Faraja na gũtirĩ mũndũ ũtoĩ Faraja nĩ kuga atĩa na koguo tuoka Faraja phase 4 hĩndĩ ĩrĩa kũndũ gũkũ gũcenjetie na njĩra nene gũkĩra tũkĩambia Faraja phase 1. Ũguo andũ acio othe kuma Faraja 1 to 4 gũtirĩ mũndũ ũtekũgunĩka no ũrĩa wagunĩka na ihenya nĩwe wa Faraja phase 4 tondũ nĩwe wakora rĩrĩa bara ciathondekwo rĩrĩa thitima ciambia kũingĩrio mĩciĩ-inĩ and we thank God for that. Ona ũcio ũrakiugire nĩ egũkĩnja barabara icio rĩ ndũĩ nĩ aratwĩkire wega ndangĩmenya ũrĩa arekire no harĩ ithuĩ investors ngwĩciria kĩndũ kĩrĩa kĩnene aratwĩkire tũgĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio na Ngai tũmũrathime mũno makĩria so na mwĩkĩre details icio te hau twiga nĩ 190 kũrĩ mũndũ ũragũra cash na 200 kũrĩ mũndũ wa installment ũrute deposit ya ciringi 50 cio ingĩũrehe kahora kwa ihinda rĩa mĩeri 6 na ũbuku na ihenya tondũ project ĩno ti nene ũbuku na ihenya tondũ project ĩno ti nene nĩ project ya Broti 85 ndaigua that 3 ta ciehera so heka project ĩno nĩ igananĩte so nikio tutararia horo wa commercial na residential ũguo nikio turamĩendia ũguo so unless uko ina ndũngĩ kwenda kuongerera aca nĩ no kũmacokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũtũnyitĩrĩra gũthiĩ na mbere gũtwĩhoka na gũtũhokera mbere ciao nawe aya nĩ andũ tũtwanĩte nao thabarĩ na tũtikamarekia twana na actually acio wonire mabukĩte ũguo nĩ amwarega irarĩ ndĩrekora process ya kinyite ndega engage na iganona barabara ndio marauga mũtanaroka actually ona eno ũranjĩrĩtwe ũrĩa nĩ muonete kũu Jason Ngogi nĩ ngũmuonete tũkĩambĩrĩria Jason Ngogi nĩ wamera aratũharĩtwo tũtinagie plot kũrĩa kũu tũtinagie plot kũrĩa fanya kaenda Faraja. Kwa nini mwa tukuje kwa hivi?
wewe la wako watu kwa Mungu utakuwa watania pesa. Wewe mweka ngenya muthie wira. Yale na this model message. Yale mwingine sana birige kwa Nairobi. Unaona muthia kwa ina kwa wira muthenya. Yes. So thank you so much. Nabashia ndi mone 0729870822 0729870822 kana 0798008008. Thank you so much and God bless you. Na wewe utagirite taito ya kuma faraja 1 2 3 taito ni nyumbu icio ciothe make sure no wagira. Thank you.